Yes, karibu tena ndani ya EY Movie ukiwa na mimi storyteller wako hapa Chandi Dola. Ukipenda unaweza niita Chandi Kapoor, mzee wa Ghost Hard Vocal. Okay, here we go. Ni ndani ya viwanja fulani vya michezo. Leo ilikuwa ni nusu fainali ya ligi ya mchezo wa cricket. Kuna mchizi huyu hapa anatia timu ambaye ndio mgeni rasmi. Ambaye ni mwenyekiti wa vijana wa wilaya yao. Kiongozi, huyu ndio kapteni wa timu ulioiwekea dau. Haina shida kiongozi, usijali, hatutakuangusha leo. Oi Msela, ndio umefanya nini sasa? Umekubali tubetiwa na mwenyekiti na unajua mechi ni ngumu sana hii leo. Usijali, leo tunaye Pulna. Okay, Pulna ndio nani? Pulna ni huyu hapa mwamba, anajiamini kinoma yani. Hajawahi kuchekaga. Kwanza alimkata jicho mwenyekiti. Mwenyekiti mwenyewe alipomuona alishangaa. Inaonekana wanajuana vizuri. Sasa Pulna alikuja hapa kama kocha kukudia kuiongoza timu aliyoibetia mwenyekiti. Na Msela kashajua timu hii mwenyekiti kaibetia over 3. So akawa anatoa maelekezo sio makusudi tu ili timu ifungwe. Hey captain, usijali niko upande wenu. Hapa uzi nisha snitch. Na kweli bwana, mwisho wa siku timu ilifungwa. I say, mwenyekiti alichoka hoi, uwekezaji umefeli. Kapteni wa timu iliyoshinda alikuja moja kwa moja kwa mshikaji. Oi bro, samahani siamini. Ulikuwa na support wale, mwisho wa siku umekuja upande wetu na tumeshinda. Kama timu tunataka tukupatie chochote kitu. Achana nayo, nimejitolea tu kuwasaidia. Amna bro, we sema tu. Jamaa akafikiria. Okay, kanifanyeni booking katika Taji Hotel chumba namba 606. Okay, kweli bana, alikodiwa chumba anachokihitaji kipo karibu na ufukwe hivi. Ila jamaa anaonekana ni mtu wa stress kweli. Yeye ni pombe na masigara tu. Akili iko mbali sana. Na hiki chumba katika hii hoteli uwaga napendaga sana kuja mara kwa mara. Peke yake anatulia. Sababu ni nini? Okay, turudi miaka kadhaa nyuma. Mchizi kipindi hiko alikuwa ni muongeaji kinoma akiwa na tagi lake la marafiki. Na mchezo alikuwa anaupenda ni mchezo wa cricket. Huu ni mchezo maarufu sana kule India, wanaupenda kinoma. Okay, katikati ya mechi baba yake akarudi. Na hapa kulikuwa ni nyumbani kwa Msela. Aliwaita tu wauni wake tu waangalie mechi. Aha, kwa hiyo wewe unaga kazi nyingine yani kila siku zaidi ya kukaa na majambazi wako kuangalia mamipila tu sio? Na nyinyi baada ya kukaa na rafiki yenu mjadili masomo mnaanza michezo tu. Mnafikiri hiyo michezo ndio itawapa kazi? Mara ghafla umeme ukakatika. Majirani wanalalamika. Hivi aka transformer kana shida gani jamani? Kama tupo Tandale bana. Msela akatoka na washikaji wake pale kwenda kurekebisha transformer kidogo hivi ambacho kanatoa umeme katika mtaa wao. Mwamba yeye chuo anasomea mambo ya umeme, so ana ujuzi kidogo. Umeme huo ukarudi. Majirani walimshukuru sana. Mzee akaona da, kweli mwanangu, kumbe elimu unazingatia. Okay, na kuruhusu fuatilia hayo mipira yako, maana ndo burudani yako. Ila ukija kufeli shule, kuokota makopo kuna kuhusu, au uende kwa hao makocha wako wakakulishe. Usijali mzee, sitokufelisha. Umeona ujuzi wangu hapa. Mzee huyo akaishia zake. Oya we, Masela tushapewa uhuru wa manyani, twendeni tukakichafue. Okay, haya sasa ndo alikuwa maisha ya Pulna. Yuko anaishi na mzee wake tu. Mama yake alishafariki kitambo sana. Mchizi ni yeye na marafiki zake tu, full vibe wakiwa pamoja. Siku hiyo sasa katika michezo ghafla akapasua kioo cha gari la polisi. Hey nye polisi, tunaomba mpira wetu. Nye vijana, mnaongea kama nani? Sasa kulikuwa na polisi mwingine akutaka fujo. Akarudisha mpira wao. Siku nyingine msirudie tena, kweni makini sawa? Na wewe kuwa makini kuendesha gari. Yaani kiufupi jamaa alikuwa mtukutu, hakuna mtu anamwogopa mtaani, kashindikana. Sasa kuna jirani yao mmoja hivi alimfuata mzee wake. Jirani, zima kwanza pikipiki. Mwanao siku hizi kaanza vuta sigara, anavuta mibange, anakunywa mpaka na mipombe. Oh, kumbe achana nalo hilo. Mwache endelee kuvuta. Ila zikianza leta madhara akilini mwake ndo nitaanza kuchukua hatua. Kwa sasa sina muda wa kumfuatilia mtu mzima mwenye akili zake. Anaelewa nini anafanya yule. Oh, umbea koma. Yaani kumbe akili za baba na mtoto zinafanana kabisa ise. Upande wa pili Pulna na rafiki yake walikuja kuomba nafasi ya kujiunga na timu ya chuo kwenye mchezo wa cricket. Kocha anawaambia nafasi zimejaa, labda waje mwakani. Huyo akaishia zake, ila kuna jamaa kabaki. Vipi, mnataka mpate nafasi ndani ya timu? Ndio kaka, tunahitaji, tusaidie. Okay, msijali, nitawafanyia mpango kwa kocha, mimi ndo captain. I say tutashukuru sana, lakini andaeni 30,000 kesho mje nazo, otherwise hamtopata nafasi. Hakuna kitu cha bure hapa. Inabidi atoe rushwa sasa. Okay, jamaa akaona isiwe kesi, kwa vile pesa ana akawachukua masela zake saa 10 za usiku waende wakaibe shaba bandarini wauze wapate pesa. Oya wazee, malizi hapa, tufanyeni haraka, tuna muda wa kupoteza. Mara ghafla mlinzi anashtuka. Oho, kizaazaa sasa. Kila mtu huyo kala kona yake. Jamaa yeye alijikuta anapita njia yake peke yake. Mlinzi naye akaamua dili naye huyo. Pulna ikabidi atafute njia ya kutokea, maana bandari kubwa inakashajichanganya tayari. Sasa huko upande wa pili kulikuwa na mlembo fulani hivi yuko anapiga zake picha. Jamaa akaingia ndani ya boti fasta kujificha. Hey, umemwona kijana amepita hapa? Hapana. Ila binti akaona hebu ngoja kwanza, mbona kama kuna mtu humu ndani? Msela na yeye akawa anatoka kuondoka. Uso kwa uso anakutana na mlembo huyu hapa. Mchizi akujali wala nini. Kipindi anataka kukimbia, binti akamtwanga foto. Kudadeki, hajamjua kuwa huyu ni chizi. Oya we binti, leta kamera hiyo. Nani alikwambia unipige picha? Hapana, mimi sijakupiga. Oya we, mimi sichekeshi. Unataka ukaniripoti polisi sio? Kudadeki zako, nipe kamera hiyo. Mzozo ulikuwa mzito pale. Mwisho jamaa akafanikiwa kuchukua kamera. Huyo akaondoka zake. Binti akabaki anaomba msaada tu. Ndo kashali hizo hivyo tayari. Waone sio watu wazuri. Okay, baadaye nyumbani sasa. Anshu, kwanza ni nani alikwambia uende kule bandari asubuhi? Mama, kwani si kamera tu? Hapana mama, kamera yangu nimeagiza kutoka nje ile.
amenifanyia makusudi mwanao. Yaani hapa mgogoro unaendelea, kumbe binti alichukua kamera ya dada yake na ndo kapolo huko na muuni. Dada analia na familia nzima inamsema mrembo ambaye anaitwa Anshu. Mara kidogo mzee anaingia. Vipi, nini kinaendelea hapa? Mwanao kapoteza kamera ya dada yake. Tunamwambia anatujibu jeuri kama ajali yani. Hii tabia ya mwanao sasa ya ujeuri naona inazidi kukua. Ongea naye vizuri. Mzee ikabidi amfuate kifunga uzazi wake. Binti yangu, nini tena? Mbona unapenda kukela ndugu zako? Unajua ni kiasi gani ninavyokupenda. Jitahidi uwe na tabia nzuri, pia umsikilize na mama yako. Ila ukimwangalia huyu mzee vizuri, ndo yule askari mchizi wetu alomletea jeuri. Okay, upande wa pili ni kweli bana. Jamaa yupo na kamera akaanza angalia picha zilizomo. Wow, kabinti kazuri yako. Mwamba anajikuta na tabasamu tu. Haya, siku inayofuata chuoni katika michezo, jamaa alipata nafasi bana ndani ya timu ya chuo. Hakutaka kuichezea, akawa na kiwasha hatari. Kocha mwenyewe alimpenda sana ise. Mara ghafla Anshu anaingia. Jamaa anamuona hivi. Oho, huyu si ndo yule manzi nilompola kamera jana. Kafuata nini hapa? Kumbe binti bana na kaka yake ambaye naye yuko timu pinzani na ya Mwamba. Kaka, yule pale mjinga ndio alinipola kamera jana. Naomba mumfundishe adabu. Hajui asira za Kichaga mbele ya pesa. Dadeki. Kisha huyo akaondoka zake nje. Okay, kaka kaweka mchongo na masela wake pale. Sasa katika kurusha mpira, masela alimlenga mpira wa uso. God damn it, jamaa chini kapasuka. Binti huko anafurahi kinoma. Muuni huko chini anaona mawenge tu. Wenzake wakamtoa wenge ili wamtoe nje. Ila jamaa kazinduka na goma kutoka nje. Niacheni kudadeki, niko sawa. Niacheni nawaambia, naendelea kucheza. Puna alishajua tayari hii ilikuwa ni mbinu juu yake. Mchezo uliendelea, Mwamba akaendelea kukiwasha hatari. Huku nje binti ana mind kinoma, alitaka lizimie kabisa ili lijitu. Mchezo ulivyoisha akaona ngoja nikafuata kakadem jao. We kidem, simama hapo. Vipi? Unajisikiaje kwa ulichokifanya? Yaani bado sijalizika, nilitaka utoke kabisa hilo jicho. Kwa hiyo nataka jicho langu au kamera yako? Nataka kamera yangu. Kaifuate kwenu, nimeiacha kwa mlinzi pale. Alafu hujanikomoa. Hiki kidonda kidogo tu kwangu. Mchizi huyo akaondoka kwa dharau. Binti akarudi kwao kwenda kwa mlinzi. Ni kweli bana, jamaa alimwachia mlinzi asubuhi. Binti kuiangalia hivi iko sawa kila kitu. Kidogo akajisikia vibaya kwa kitendo alichokifanya kwa jamaa. Okay, kesho yake msela akiwa zake mtaani, kuna gari nakuja kumgongea honi. Oya we, vipi mzee, huoni njia yote hiyo? Kufungua hivi. Ni Anshu bana na kaka yake. Hey, nahitaji kuongea na wewe, unaweza ingia ndani ya gari? Mwamba akakubali. Kaka, shuka kidogo niongee naye. Si unajua tumemkosea. Kaka akashuka pale. Jamaa akazama ndani. Hey, naomba unisamehe sana, mimi na kaka yangu ni hasira tu. Vipi, panauma sana eh? Unaendeleaje kwanza? Achana napo, si nilikwambia kawaida. Basi akaanza kula story kidogo pale. Anyway, kesho ni birthday yangu, kama utojali unaweza ukaja nyumbani. Msela akakubali, akaona isiwe kesi. Huyo akashuka zake. Kaka akamkata jicho hilo. Basi wakaagana pale, kabinti kana tabasamu tu. Muuni akaona tayari mtoto mzuri kashaja huyo. Kesho yake jioni Msela anaachaje sasa kwenda kwenye birthday party aliko na mtoto mzuri tena wakishua. Mwamba hakuja peke yake, alikuja na besti yake. Basi wakawa wanatambulishana pale, stori za hapa na pale. Mara kidogo mzee akatokea akawasalimia vijana. Lakini ngoja kwanza, mbona kama wewe kijana nakufahamu hivi? Tushawaonana kabla? Baba, itakuwa ulimuona na kaka, maana ni rafiki yake huyu. Sawa, itakuwa endeleeni kuenjoy. Okay, wakabaki wawili pale. Anshu, nimekuletea zawadi kidogo, kama utojali unaweza ipokea. Binti akaipokea huku anachekacheka. Mara kidogo akaitwa na ndugu zake pale. Kaka, cheki demu alivyo akishua yule, utamuweza kweli? Babu, kama Profesa J tu, zali la mentali hili. Basi taratibu sasa mazoea na ngoso yalianza kati yao. Muda mwingi wako pamoja. Mwishowe penzi kitovu cha uzembe lilizaliwa ndani yake. Msela kimasela masiala ndo kaupoa hivyo mtoto mkali. Akamtambulisha kwa wana shemeji yao kuanzia sasa wasimpigie miluzu huko mtaani. Aisee, hawa ndio wanatuaminisha kuwa kupata mpenzi anayekupenda mkapendana kwa dhati sana ni jambo rahisi na simple kabisa. Ila jaribu wewe sasa. Hawajui kilichomkuta Toxic kwa Abigail Chams na washauri tusiwaige. Okay, siku hiyo jamaa katoka kuagana na mtoto mzuri na rudi zake mtaani. Sasa kuna ule jamaa alimwombaga pesa Puna na muunganishe kwenye timu. Mchizi aliingia kwenye timu bila hela na amekuwa na jina kuzidi yeye. Sasa leo anataka apewe ile hela. Kamletea na wauni wenzie, mgogoro ukaanza pale. Jamaa naye sio kinyonge kama unavyomjua, ukorofi tu ndo vitu vyake. Shida sasa alikuwa peke yake, wenzake wako watatu. Walimdunda vya kutosha kisha hao wakapotea. Kesho yake jamaa amekuja mazoezini kamaindi kinoma. Hey Pulna, mbona ubadilishi nguo uingie uwanjani? Kocha, mimi leo siwezi kucheza hii mechi kama Kachala yuko ndani. Amenidunda na wenzie jana huyo. Kocha, muongo huyo. Kocha, mimi niko serious. Siwezi cheza mechi yoyote na huyu mshenzi akiwa ndani. Kocha, huyo Pulna na malingo sana. Kwanza anajitamba mtaani huko kwamba bila yeye timu yetu sio chochote, yeye ndo tegemezi. We mjinga nini? Lini nimeongea maneno hayo? Hey Pulna, ni kweli wanachoongea? Kocha naye akaja juu. Bro, mimi sijasema maneno hayo, ila ndo nasema sasa hii timu haiwezi chochote bila mimi. Basi poa, fungasha vilago vyako ondoke. Baridi, mimi mwenyewe siwahitaji vile vile. Jamaa kaondoka kwa hasira. Rafiki yake anamfuata. Hey Puna, acha hasira, mambo madogo madogo haya ndo nini sasa? Sikia, wewe unajua kuwa hii timu nzima inipendi. Kocha naye aniamini sasa hivi. Sina sababu ya kuendelea kubaki. Baadaye mchizi akaenda kwenye timu ya mtaani ambayo inamilikiwa na mwenyekiti wa vijana kuomba nafasi. Huku akamkaribisha vizuri, tuna pombe juu anampatia. Okay, huku napo Msela kana kiwasha kama kawaida.
kawaida, maisha si ndo haya bana. Tena huko alikuwa anampenda sana kama ndugu, yani wanaishi kwa umoja. Msela anafurahi kinoma. Sasa siku moja binti alimfuata Purna akiwa na timu yake mtaani na kumuita. Mwenyekiti alikuwepo, akawa anamwangalia mrembo, mtoto mzuri, tabasamu la Priscilla. Hey, yule nani? Akajibiwa ni demu wake na Purna yule. Purna ndio nani? Si ndio yule jamaa? Halafu tumesahau kukwambia ni mchezaji mpya wa timu yetu. Ah, sawa, huyo akaishia zake. Purna, nikwambie kitu, mi siku hizi sipendi hivi kila siku tunavyokutana hadharani tu. Jaribu utafute nafasi ya private basi, tuwe tunakutana wawili tu. Jamaa akakubali tu, sawa. Mtoto anachekacheka tu pale. Baadaye akiwa na rafiki yake anamuuliza, oi mwanangu, binti kaomba nitafute sehemu tuwe tunakutana wawili tu. Oya, acha ufala wewe. Kwa hiyo hujaelewa kodi hiyo? Binti anahitaji mkutane geto. Yaani wewe mwanangu na ujanja wote siku zote hujajiongeza mpaka binti kaja kufunguka mwenyewe. Mtoto anautaka huyo, na ukifeli hapo basi ataanza kukudharau. Sasa siwezi kupeleka nyumbani mzee Jao. Sikia, kesho Jumamosi hapo kuna geto la wauni, mimi nakuachia funguo, kesho ukaenjoy. Njoo naye siku nzima. Jamaa akafikiria akaona sawa. Yaani mwamba anaonekana ni muoga kidogo kwenye masuala haya. Okay, baadaye akaelekea kwenye duka ambalo anamiliki jirani yake. We King'amuzi, unataka nini? Nahitaji ile ambayo inafanana na puto. Niambie direct, ndio nini? Ile ambayo inatumika kama element. Sijui nikwambiaje, yani namaanisha kondom. Aise, nilijua tu we kijana ni waovyo sana. Bado nasoma, we kondomu ya nini? We mzee vipi? Kwani mimi ni mtoto mdogo au? Nampigia baba yako asiyajue hili. Unataka kwenda kumharibu binti wa watu huko. Ila mzee akakumbuka mara ya mwisho alivyoshuchuliwa na baba yake baada ya kwenda kumshtakia kuwa mwanae anavuta bangi. Akaona hapana. Bane, sikia, wewe na mzee wako wote akili zinafanana. Mimi siuzi kwa vijana wadogo kama nyinyi msiokuwa kwenye ndoa. Nenda duka lingine huko. Kwani wewe mzee unajikuta nani na kiduka chako kilivyo kama kilinge cha mganga Mwakatobe? Kwenda huko. Aise, namuonea huruma sana ubinti anaenda kudunguliwa. Sijui kadanganywa nini na huyo King'amuzi. Okay, msela kweli bana. Kesho yake akamchukua mlembo kwenda kwenye geto alilopewa. Kabinti wala akana wasi kakaingia. Msela akatandika godoro kama ulimi vizuri pale chini. Haya sasa, kabinti kakaanza kuvua koti. Jamaa akatulia tu. Binti akawasha TV pale. Nyimbo za Zuchu zinapiga tu pale mbele. Akaanzisha na stori maana mwamba alipoa sana. Katikati ya stori, msela akataka achukue juisi ya miwa kidogo. Binti hakuwa na shida. Msela akashtuka, akakumbuka, akatoa na kinga kabisa aifungue. Mchizi mapepe huyu. Binti akauliza, vipi, nini iko? Hii si ya kujihakikishia usalama zaidi? Wewe ni nani aliyekwambia tunahitaji kufanya hapa? Lakini si uliniambia tukutane private. Kwanza hata hivyo sisi ni wapenzi, sidhani kama ni kitu cha ajabu sana. Sawa, lakini ungeniambia mapema na sio kuja na kondo moja kwa moja. Sijapenda ulichokifanya Purna. Msela akaona nishaharibu aise. Kweli uko serious unahitaji tunda la Edeni? Mwamba kimya. We, binti akamvuta, njoo hapa. Wakaanza peana tropical juice pale. Ghafla akasikia hodi. Kwenda kufungua hivi ni mwamba wake bwana. Vipi, ushamaliza tayari? Sikia, bro mkubwa anakuja. We nenda, binti muache. We, unasema nini? Bro mwenyekiti anataka achape mali hiyo. Kugeuka nyuma hivi, blaza huyu hapa na kundi la vijana. Vurugu lilianza pale. Kumbe bana, blaza mwenyekiti aliikubali mali. Sasa nataka aende akaichape. Akaingia ndani taratibu. Tulia mtoto mzuri, wala sitokuumiza. Kasheshi likaanza huku nje, jamaa kazuiliwa. We, hapa kudadeki demu wangu wa muumri. Vurugu zilipamba moto. Sio mchezo, hawamjui huyu jamani kichaa. Akabeba kisu, unaambiwa kudadeki, mwacheni huyo mwanamke. Hawasikia, akapeleka kisu kweli, unaambiwa. Akamchukua Anshu huyo mbele. Moja kwa moja akampeleka mpaka nyumbani kwao. Baba anashtuka, sina muda baba, nitakuelezea baadaye. Akija yote mwambie sipo. Kidogo tu masela hawa hapa. Vipi tena? Tumemkuta Purna hayupe nyumbani tokea asubuhi. Masela hakutaka fujo, hawa wakaondoka zao. Mzee akarudi. Wamwelezee nini kinaendelea. Huyu msichana ni nani? Unisikii ninavyokuuliza? Jinsi mama alivyokuwa kwako na huyu ndivyo alivyokuwa kwangu. Mzee akabaki kimya. Jamaa huyo akamchukua binti kumpeleka kwao. Okay, Msela akarudi tena kwenye timu yake ya shule na kuongea na kocha, kumuomba msamaha. Kocha naye akamuomba msamaha pia, maana alikuja kugundua jamaa kuwa na makosa. Basi tu ni vile wachezaji wengine hawampendi. Purna akamuomba msamaha na rafiki yake pia, maana yeye ndo kamsaidia kumuombea kwa kocha. Huko alipotoka ilikuwa ni timu ya wauni, ilitaka imbake demu wake. Sasa bana, mwenyekiti wa vijana baada ya kukosa utamu na kupigwa kisu cha mdomo, akaona sio kweli, alienda kushtaki kwenye familia ya Anshu kuwa kuna kijana anamchezea mtoto wao. Kamanda, mimi kama mwenyekiti wa vijana siwezi ruhusu kuona heshima yako inashushwa na yule kijana mdogo. Juzi tu tumetoka kuwafuma kwenye geto wanafanya mapenzi. Hebu fikiria wazifa wako kama taarifa hii kasambaa. Tena kijana mwenyewe ni mmoja kati ya vijana wahuni na watukutu hapa mtaani. Baada ya kumaliza kuchamba umbea, huyu anatoka uso kwa uso anakutana na Anshu. Binti akashtuka, amekuja kufuata nini hapa? Anshu, juzi ulikuwa wapi? Mama, nilikuwa kwa rafiki yangu yule Shani. Yaani uone hata aibu unavyotuongopea wazazi wako. Unatuficha huyo kijana na wakati
umeshamjua na tayari ulishaenda kulala naye. Mama, unaongea nini? Mbona sikuelewi? Kijana gani huyo? Baba, unamsikia mama? Weka kofi la nguvu. Kudadiki zako we binti, nishakueleza zaidi ya mara moja, unisikiagi? Sasa hakuna kutoka humu ndani, nikadili na huyo kijana. Upande wa pili huku Msela akashapata taarifa kinachoendelea, akaamua kumfuata mwenyekiti, weka banzi la kifua. Kama kawaida vurugu zikaanza pale, walimpa kipondo cha kutosha, yani kajileta mwenyewe. Huku kulimshinda, akatoroka huyo hoi, moja kwa moja akaja nyumbani kwa binti, na hapo anagombana na walinzi, anataka kamuone mrembo wake. Aisee, huyu jamaa ugomvi upo kwenye damu, akomi, sijui niseme ndo mapenzi. Mrembo naye katoroka ndani, anamkimbilia, kafika wakakumbatiana. Hii ndio shida nchi za zetu, kuna matabaka mno kati ya maskini na matajiri. Msela alitolewa nje kama mbwa, binti naye akarudishwa ndani. Pulna sasa akaanza kuishi maisha ya mawazo kinoma, yani hata akiletewa msosi na mzee wake ajisikii kula kabisa. Upande wa pili binti napo kapigwa lockdown, hakuna kutoka kabisa. Mzee naye akutaka unyonge, kunyamaza kimya, akatuma kundi la vijana likamteke Pulna limlete kwake. Siku hiyo Pulna akiwa zake kitaa, kabla hajavamiwa, ghafla Anshu alitokea chapu akamwingiza kwenye gari, hao wakatoroka. Moja kwa moja binti alimpeleka jamaa katika hoteli moja hivi, alishakodi chumba tayari, akamwingiza humo. Pulna, nisikilize, usitoke ndani ya chumba hiki mpaka nirudi. Baba yangu amepanga mpango mbaya juu yako, usiwe mbishi, naomba nisikilize, tulia humu ndani mpaka kesho nitakuja. Kama vipi tutoroke mbali, tuachane na haya yote. Tutoroke twende wapi Pulna? Hatujajipanga wala tujiwezi kwa lolote lile. We niachie mimi, mzee wangu ananipenda sana, nitajua naenda kuongea naye vipi. Akigoma kesho nitakuja, tutajua wapi tunaelekea na nini tunaenda kufanya, ila kwa sasa tulia hapa kwa usalama wako. Jamaa akakubali, binti huyo akaondoka. Turudi kwenye maisha ya sasa, kule mwanzo wa filamu tulipoishia. Jamaa akiwa amelala zake ndani ya chumba cha hoteli, ghafla kuna mtu anagonga hodi. Msela akaenda kufungua. Blaza, wale wauni wamemsumbua tena leo shemeji kule sokoni. Shemeji alikuwa kilia tu. Wamemshika Simba Sharubu. Msela alienda huko sokoni, alivyofika kutaka stori wala nini, mandonga mtukazi ni kichapo tu kwenda mbele. Yaani hawa jamaa walikuwa wakimsumbua mkewe, waliitana kundi zima. Msela akujali, ni utata tu, fulu kichapo, yaani hana tofauti na zamani, tena sasa hivi ndo kawaka zaidi. Kesi ilifikishwa polisi bana. Jamaa katulia, cheki mzee wake amekuja kumtetea kidogo tu, mwenyekiti naye katia timu. Sasa kumbe hili kundi la vijana ni vijana wa mwenyekiti. Sasa kesi iliyopo mezani ni kwamba hawa vijana walikuwa wakimsumbua mke wa jamaa kila siku. Leo ameamua watolee uvivu, mzozo ulikuwa mkubwa pale, afande akaamua aitwe huyo mkewe hapa akili wazi. Haya sasa, mkewe ikabidi afike kituo cha polisi, lakini huyo mkewe ukimwangalia sio Anshu, kwa hiyo na maana jamaa alioa mke mwingine. Ilikuwaje? Usijali, tutafahamu huko mbele. Haya, we mwanamke, huyu ni mmeo? Binti akajibu ndio. Na hao ndio vijana wanaokusumbua kila siku? Binti anazijua vizuri hizi sura zinazomsumbuaga kila siku. Akajibu ndio. Hawa vijana watapewa mwezi mmoja selo na mmeo atapewa siku moja selo, au alipe faini ya kuleta vurugu mtaani. Nadhani kesi imeisha hapo. Jamaa hakuwa na stori, huyu akatoka zake nje, hajali wala nini, hata wangemfunga ni sawa tu. Mkeo alimfuata, ila Msela hakuwa na stori naye kabisa. Huyo inaonekana jamaa na mkeo hakunaga maongezi yani. Haya, siku inayofuata asubuhi, mke anamwandalia mumewe cha asubuhi pale, anataka kumshika hivi, niache, haina haja. Hutaki hata akuguse, ila chakula chake unakula. Ni miaka 2 sasa toka ufunge ndoa na mkeo, ili ni utakuja kuonyesha mapenzi kwa mkeo? Baba, mwache, usimfokee, niache niongee mke wangu. Mmeo jana akuwadunda wale watu kisa anakupenda? Hapana, alifanya vile kulinda heshima yake tu. Mara kidogo hodi nasikika mlangoni, kwenda kufungua hivi ni jirani yao na mke wake. Sasa bana, huyu mwanamke jamaa aliyemuoa ni mtoto wa huyu jirani yao, yaani ule mzee aliokuwa akigombana naye kila siku ndo kaoa binti yake bana. Mkwe mwenza, jirani yangu, nisikilize vizuri, sidhani kama kuna mwanamke anaweza ishi na mwanao. Yaani najuta kwa nini nilimkabidhi binti yangu kwenye mikono yake. Msela katulia tu anakula kama asikii kinachoendelea vile. Binti yangu, nisikilize, fanya mpango, rudi ndani ya nyumba yetu. Huyu sio mume, kwanza akupendi, pili atakuja afungwe kwa vurugu zake huko mitaani, ubaki mkiwa tu hapa. Binti anasikia sasa, ndio kwanza namjali mmewe, kamletea na maji. Mke wangu, umemwona binti yako? Sisi tunamhurumia yeye ndo kwanza anaonekana kupenda jinsi anavyoishi. Mwanaume mwenyewe hana kazi, yaani binti yetu ndo anaenda kazini kutafuta pesa kwa ajili ya kumjali mmewe. Aisee, mke wangu, tondoke, hakuna anayetusikiliza hapa, tutakuja tena wikendi ijayo. Aisee, kumbe jamaa yupo tu ana kazi, mkewe ndo anaenda kazini kutafuta pesa kuhudumia familia, na binti inaonekana analizika kabisa na anafurahi, japo mmewe aongeagi naye kabisa, sijui ni kwa nini yani. Msela yeye akipata pesa kwa mkewe zinaishia baa tu. Rafiki yake anamwambia, kwa nini mshikaji wangu sitafute kazi kuliko kushinda baa tu tunakunywa kila siku? Jaribu kumsahau Anshu, miaka 10 sasa ishapita, jaribu kumpenda mkeo. Oya we,
Anshu ndo maisha yangu, naomba mniache. Ina maana Anshu alivyoondokaga na kumwacha kwenye ile hoteli hakurudigi tena, na ndipo maisha ya jamaa alipoharibikaga kabisa, na ndo maana mara kwa mara anapendaga kwenda kwenye kile chumba ndani ya ile hoteli akiamini kuwa labda ipo siku binti anaweza kurudi, lakini wapi, mpaka anaoa, lakini mkewe ampende, akili iko kwa Anshu tu. Hey Slavan, fungua mlango. Baba mkwe akafungua. Hey mzee, huna kazi ya kufanya kutwa kwenye nyumba za watu? Empisha hapo. We mlevi, hii ni nyumba yangu, kwako ni kule. Yaani jamaa kalewa mpaka kachanganya nyumba. Yaani we kijana ni nuksi tu kwenye familia yangu. Unasemaje? Nimesema wewe ni nuksi kama takadini kwenye familia yangu. Oho, siku ya manane mzozano ukaanza pale kati ya mtu na mkwewe. Yaani hawa hawajawahi ivana kabisa. Slavan akatoka fasta kuja kuangalia nini kinaendelea kusuluhisha mzozo. Mzee wa Puna naye akaja, majirani walijaa nje kushuhudia umbea. Naomba mniache niongee, huyu kijana atanizoea sana, hana heshima kabisa, hajisikii raha bila kugombana na mimi. Najuta kwa nini nimeozesha binti yangu kwenu. Baba, acha basi, unawapa faida majirani, niache niwape faida, niwape na mtaji kabisa. Nisisema ukweli kuwa yeye ni kibenteni? Mwanangu anakufanya kama mshangazi, unamhudumia kila kitu. Kwa hiyo mzee, ulitaka kuhudumia wewe tu mpaka ufe? Yaani pale kulikuwa ni timbwili la kombolela, nani ashinde nani? Mzee akaona subiri, akaingia ndani, akatoka na kidumu cha mafuta ya taa. Kuliko mimi kudhalilishwa na kutukana na huyu kijana mdogo, bora nife mbele yenu na watu wote mshuhudie. Akajimwagia mafuta taa, unaambiwa jamani, naomba mwenye kiberiti anipe. Msela akaona subiri, akawasha sigara, akampatia kiberiti ajiwashe, sasa afie mbele huko. Yaani unamtishia Zuchu mbwa wakati anaishi na simba. Mmeona sasa, kumbe kweli anataka mimi nife. Aisee, nawapa mwezi mmoja mwanangu arudi nyumbani, na sitaki tena mahusiano na familia yenu. Mke wangu, tunduki ukaniogeshe ndani. Yaani mzee mikwala yote ile mwisho wake arudi zake ndani. Ndo nini sasa ulichokifanya hivi mume wangu? Kama ni pombe kunywa, rudi nyumbani utulie, au kama ni pesa niambie, nitakupatia. Nani anahitaji pesa zako? Toka huko, niache kwanza nikapumzike. Aisee, huyu binti ana mtihani mzito sana. Ndio yale aliongea Kasimu Mganga, usikimbilie ndoa utaukondesha moyo. Okay, tupate sababu kwa nini wawili hawa walioana ngali jamaa mpendi mkewe. Kipindi cha nyuma bana, kama kawaida binti alikuwa akiishi na wazazi wake jirani na nyumba ya mchizi wetu. Kumbe bana, mrembo alikuwa akimkubali mwamba, yani alikuwa akimpenda tokea zamani, tokea wanasoma. Yani akimuona hivi moyo wake unapiga mabiti ya mapiano, huku lipsi zinatoa tabasamu zito. Kila kona alikuwa akimfuatilia, yani hata na maugomvi yake yale binti bado alikuwa akimpenda tu. Hey, ni miaka 4 sasa unampenda tu kila siku, si umfuate umwambie nasubiri kwanza tumalize shule nitamfuata. Yani kumbe jamaa alikuwa hajui chochote kuwa binti anampenda sana kupita maelezo. Msela kimuona alikuwa anamchukulia kama jirani tu na classmate wake. Mrembo siku aida anapeleka msosi kwa Msela na baba yake kama ujirani mwema, kumbe moyoni ana lake. Binti alikuwa anateseka huyo, ila shida asemi, mpaka jamaa alivyokuja kuanzisha mahusiano na Anshu. Yote haya binti alikuwa akishuhudia. Aisee, asikwambie mtu. Hapo ndipo chungu cha mapenzi kilipovuja. Chelewa akakuta mwana si wake. Situation zote za jamaa na demu wake binti alikuwa naona, mpaka ule wakati Puna anapambania penzi lake lilipoharibika. Baada ya Anshu kuondoka mbali, muuni hakuona raha kabisa tena ya maisha. Mzee anamshauri amsahau, ila jamaa wapi, ikawa yeye na pombe tu. Binti alikuwa akimuonea huruma sana. Mzee wake akiwa naumwa, jamaa hana habari. Mrembo ndo anafanya kazi ya kumsaidia jirani yake kumfikisha mpaka nyumbani, huku jamaa yeye akirudi chakari pombe mbui, haelewi chochote kinachoendelea. Binti yangu, nashukuru sana, kapumzike, mwanangu kasharudi, atanisaidia. Msela anamchukua baba yake, mara wote waanguke chini. Yani jamaa kalewa, baba anaumwa, nani sasa amsaidie nani? Kipindi huko mdogo nilikunyanyua ulipodondoka kukufundisha kutembea. Sasa hivi una miaka 30 bado tena unataka nikunyanyue mwanangu? Ila sawa, mimi ni baba yako, nitafanya yote. Yani mzee alikuwa akiongea kwa uchungu huku machozi yanamtoka. Binti alikuwa anaonea huruma sana. Leo baba yako nipo, kesho nikifa nani atakusaidia na hali uliokuwa nayo hii? Hebu jitambue basi mwanangu, ubadilike. Yote haya binti alikuwa akishuhudia, akaamua kuwafuata wazazi wake na kuambia kuwa anataka aolewe na Puna akaishi kwenye familia yao. We mtoto, unaelewa unachokiongea? Ndiyo najielewa baba. Weka kofi dadeki. Sawa, mimi nipigeni ni uweni, hamtonibadilisha mimi kuishi na Puna. Sitohitaji kuolewa na mtu mwingine zaidi ya Puna. Mzee Koffi Olomide akaona hana jinsi zaidi ya kwenda kuongea na mzee mwenzie, japo ampende mtoto wake, ila ndo hivyo tena, binti yake kashaomba iwe hivyo. Anaogopa asije akachukua maamuzi magumu bure. Mtihani sasa ukaja kumshawishi Puna akubali kumuoa mrembo, sababu mchumba kataka mwenyewe na nyumbani wanaishi wawili tu, lazima apate mke wa kumsaidia. Hata baba umri unaenda ule. Hey, muangalie mzee kule, jiangalie na wewe tafadhali, usikatae hii neema ya Mungu, at least move on basi rafiki yangu. Okay, Msela akakubali kishingo upande, na hapo ndipo alipomuoa binti na kuwa mkewe. Okay, nadhani tumeelewana, tuendelee sasa tulipoishia. Hiyo ilikuwa ni story tusioijua. Madam, kuna mtu anakuita nje. Binti kabidi atoke nje ndani ya ofisi kidogo. Ni mmewe bana ndo alokuja. Nilikuja hapa kumleta rafiki yangu, anasafiri kuelekea Tabora, nikaona sio mbaya nikusalimie. Lakini mbona hapa treni haziendi Tabora, zinaishia Dodoma?
Jamaa akawa anajing'atang'ata pale, yale anachozungumza anakodoa mijicho tu, yaani kiufupi kuna kitu anataka kuongea lakini anasita. Mkeo tayari akawa kashaelewa kodi, akaingia kwenye pochi akampatia 30,000 pale. Amna, sijafuata pesa. Mchukua bana, naelewa. Jamaa akachukua. Yaani mwamba ndo kawaida yake, anaga kazi huaga na mumbaga mkewe pesa, na mkeo hana shida, nampa, ndio kashapenda hivyo. Atafanyaje sasa? Si alishobokea mwenyewe ndoa. Okay, baadaye nyumbani mzee akawa anaongea na simu huku anamsema mwanae kiujanja, linalalala tu, alifanyi kazi, kila siku kuhudumiwa na mkewe tu, halijisikia hata aibu. Mkewe akatokea naye anajibu mashambulizi, anamtetea mmewe. Kwani kuna shida gani hapo kama wote wameliziana na mke kalizika? Mzee akaona oho, naingilia mambo ya watu sasa. Tuache kuigiza mkwe wangu. Yaani wewe unaona sasa hiki anachokufanyia mmeo? Yaani kulalalala tu hapa kitambi juu, midevu imemjaa. Sasa hizi ndevu si bora angepewa nkoti tu, hata kama atumuelewe yuko upande upi, ila at least anapambana kutafuta hela, lakini so huyu. Mchizi akaona masimango ameanza sasa. Huyu akajikataa. Baba mkwe, unaelewa jinsi gani hali anayopitia mwanao? Kabla hatujamshauri kutafuta kazi, tujaribu kutafuta njia ya kuuponya moyo wake kwanza, asahau kila kitu, vingine vitakaa sawa tu. Puna alitoka zake kwenda kwa wadau huko. Kama kawaida kulikuwa na pati kidogo, mitungi mezani. Wenzetu pombe zikipanda kichwani wanaruka dimbe fulu mapiano. Njoo kwetu sasa, vijana zikipanda kichwani zinashuka na chini. Sasa kipindi jamaa akiwa anarukaruka mtaani kalewa, baba mkwe kama kawaida alimshuhudia bana, akaona ngoja nichukue na ushahidi kabisa, usije kuona namsingizia kuwa huyu hafai, akamtumia na mwanawe. Binti haraka sana akaja. Haya, mwangalie mmeo anavyokudhalilisha kule mtaani. Nikikwambia achana naye urudi nyumbani, hutaki. Jionee sasa. Huku jamaa hana habari, ndio kwanza anazipiga za lanikida. Binti anaishiwaga pawa, roho inamuumaga, ila anavumilia na kusubiri, ipo siku atabadilika. Besti yake kabidi aje kumtoa pale. Mke alienda kuchukua bajaji moja kwa moja kumpeleka nyumbani. Okay, asubuhi na mapema. Yaani mko wangu na kushangaa, licha ya yote anayokufanyia mmeo, umeamua na kumnunulia zawadi ya pikipiki kabisa. Haki ya Mungu, nina mashaka na wewe. Wewe sio mwanamke wa kawaida, wewe ni malaika uliotoka mbinguni. Itakuwa umetumwa na mama yake mzazi aliyopo huko juu. Sasa siku ya pili bana, jamaa akaona isiwe kesi, masimango yamezidi. Rafiki yake kamletea kazi bana, kakubali, inabidi atoke kidogo nje ya mji. Baba, muulize mwanao, vipi tena, mbona anafunga vilago? Hey, we mwana mpotevu, wapi tena unaenda? Naenda kazini. Ya ndiyo, nimepata dili, so nikaona sio mbaya nimchukue na msela wangu. Hey, mchukue na mkeo basi mwende, si wiki tu, au unasemaje binti yangu? Baba, siendi honeymoon huko, naenda kwenye kazi mimi. Basi mkeo akatoka nje na kumsindikiza. Baba mkwe Mwandambo anaona tu. Binti akaona ngoja amlengeshie baba yake, akamtumia meseji. Haya sasa, mkwe kaamua kuanza kufanya kazi. Kiko wapi? Mke wangu njoo. Eti mkwe wetu kapata kazi, anasafiri kidogo kuda deki. Siamini, yule kapata kimada, anaenda kuchepuka na kulewa huko. Okay, msela na mchizi wake sasa kumbe waliitwa na kocha wao yule wa kipindi kile shuleni, waje wawe kocha msaidizi wa timu inayoandalia watoto wa kike kuelekea michuano ya kimataifa. Hii ni akademi kubwa nchini kwetu. Nimewaita nyinyi kuwapa hii kazi sababu naamini ujuzi wenu. Mshahara upo mzuri tu na kila kitu ni juu ya akademi hii. Msela akashukuru kidogo, na yeye anaweza kwenda kuonekana mwanaume sasa nyumbani, aache uzembe, move on. Okay, sasa kazi ziliendelea. Siku hiyo kulikuwa na mchujo unafanywa pale, management nzima ipo pale. Kuna binti mdogo mmoja akaja pale, anaitwa Meera. Kuna yeye yuko anacheki tu pale viwango. Katoto kanajiamini, ako kako vizuri, kanataka kapige mpaka makocha. Bro, niitie yule binti. Binti akaitwa pale. Hey, ndo unachezaje hivyo? Mbona unajiamini kupita kiasi? Ndivyo nilivyo. Bro, kwanza nimemwangalia vizuri, anajiamini bure tu. Kila ajui bado hajakomaa vizuri kufuzu timu ya taifa. Kwanza wewe ni nani unaniambia mimi sijui kucheza? Kuna haki zozote za kunitoa kwenye timu? Kabinti kalikuwa kajeuri yako. Baadaye kakamtwangia simu babu yake. Babu, tayari huko ashanikela. Wananiona mimi sifai. Kuna kocha mmoja hivi amekuja jaujao kashanikela. Kama usipokuja kunichukua jioni hii, nitarudi mwenyewe kwa miguu. Nadhani unajua akili zangu babu. Babu kusikia hivyo fasta ikabidi aje haraka, anatafuta ni nani huyo alimkela mjukuu wake, nani kamtoa kwenye kufuzu, nani alisema mjukuu wangu hajui kucheza, ni nani huyo? Bosi, naomba, sitaki kusikia chochote, nionyeshe ni nani. Sasa babu kuja kucheki hivi, mwamba huyu hapa ni Puna. Puna naye alipomuona alishangaa sana. Kama ukimwangalia huyu mzee vizuri utagundua kuwa ni baba yake na Anshu, yule mzee polisi. Okay, sasa baadaye ikabidi watoke kidogo waongee. We mzee, umefuata nini hapa? Unataka nini kwangu? Si ushamwozesha binti yako huko? Umefurahi sasa? We na binti yako mna enjoy, si ndio? Anshu alishafariki dunia. Jamaa akashtuka. Ndiyo, nakubali, nilimwozesha na mtu asiyempenda. Hakuwa na furaha hata kidogo, na alinichukia sana tokea siku hiyo. Muda wote alikuwa akikukumbuka wewe. Baadaye alikuja akapata mtoto, ila mwaka jana yeye na mmewe walipata ajali, wote wawili wakafariki dunia. Aisee, mchizi kama akili litaka kuruka hivi. Na huyu binti uliomtoa kwenye timu ndio mtoto wake na Anshu. Anapenda sana kucheza huu mchezo, na mimi kama babu yake natimiza kila analolihitaji kutimiza malengo yake anayopenda. Sitaki nifanye makosa kama niliwafanya mwanzo kwa mwanangu. Yeye ndio tumaini langu pekee lilobaki.
nililobaki nalo kwa sasa kwenye maisha yangu. Naelewa ni kweli kiwango chake ni cha kawaida na tabia yake sio nzuri, ila kwa nini jukumu hilo silichukua wewe kuwa kocha wake ili atimize ndoto zake? Sikuweza kukupatia binti yangu, lakini kwa sasa naweza kukupatia mjukuu wangu kama fadhila, umfunze. Akifanikiwa yeye ni furaha kwetu wote watatu, mimi, wewe pamoja na binti yangu alotangulia. Yote kwa yote, naomba samahani sana kwa makosa niliyowafanya huko nyuma. Ebana, Wamakonde wanasemaga hivyo ndivyo ilivyo kikawa. Mzee anaomba samahani leo. Okay, jamaa hana budi kukubali tu. Yaani babu, umeruhusu nikafundishwa na yule jambazi? Usijali mjukuu wangu, namfahamu vizuri, utakuwa sana bora kwake, wewe mwenyewe utaona. Okay, sasa hapa jamaa namchukua binti kurudi naye nyumbani, akawe kocha yake binafsi, amchue mtoto awe vizuri kwenye kitu anachokipenda. Babu hakuwa na la ziada zaidi ya kutaka amani tu, na akafanya hivi iwe kama fadhila juu ya kile alichokifanya. Okay, msela sasa kamleta binti nyumbani. Baba anashangaa huyo mtoto ni wa nani? Huyu binti ni wa nani? Mbona ghafla? Mkene anakuja. Utakuwa unalala na huyo mwanamke hapo. Kabinti yako kakaingia chumbani. Wote wawili wamebaki wanashangaa, waelewe kinachoendelea. Baba, au itakuwa kamwadati huyo mtoto tuishi naye? Na itakuwaje kama alizaa huko nje kitambo? Mfanya ukamuulize vizuri. Baadaye kwenye dina, jamaa yuko kimya tu, hakumtambulisha. Hey, mtoto mzuri, wazazi wako wako wapi? Binti akaonyesha juu mbinguni. Sasa binti bana ni wakishua, anakuta pale wamepika mamboga za majani, dagaa, maharage. Aisee, mimi sio mbuzi wala nguruwe, hamwezi nilisha mavitu haya. Sijui umenielewa na wewe kocha? Dadeki zako utakula kinachopikwa hapa, sawa? We, huwezi kunifosi mimi, bora nilale njaa tu. Mke ikabidi amfuate. Mwanangu, mbona unataka kuniambia umemtoa wapi huyu mtoto? Ni mtoto wa Anshu huyo. Hivyo una akili wewe? Mkao kuja kujua atajisikiaje? Aisee, kama umemchoka bora umwache tu. Leo umemleta mtoto wa Anshu, kesho utamleta Anshu mwenyewe hapa. Anshu kashafariki baba. Babu yake amenipatia nimfunze kriketi, nimrekebishe na tabia. Kisha huyo hakutaka kuongea sana. Slavan naye alisikia kila kitu, ila kama kawaida sio mtu wa kumaindi. Ikabidi atafute njia kuzoeana na kabinti, ambembeleze yale chakula. Huyo mme wako mwambie ajifunze kuwa mpole. Mimi mwenyewe kichwa ngumu, asinichukulie poa. Nitarudi kwetu kwa miguu, basi ni kwa vile tu namheshimu babu. Okay, asubuhi na mapema jamaa namchukua kuelekea mazoezini. Baba mkwe anashangaa, huyu mtoto tena amemtolea wapi na ni wa nani? Binti yangu, usijali kuhusu ule mtoto. Kumbe kuna familia huko imemlipa amfundishe. Usio na wasiwasi kabisa. Baba, nishajua ule mtoto ni wa nani, haina haja kunificha. Nilisikia kila kitu jana na wala sio ni shida kwangu, na imani huyu mtoto ataleta mabadiliko kwake. So mwache, anajua anachokifanya. Upande wa pili jamaa yuko na binti mazoezini anamwelekeza, na wamekutana wote majeuri. Hapa lazima kiwake furu kukomoana mpaka waelewane. Mazoezi yakiisha hao wanarudi zao nyumbani. Mzee Clemence Mwandambo akaona sio kweli. We binti, njoo. Unajua mimi ni nani? Mimi ni baba wa mke wa huyo jamaa. Haya, niambie na wewe ni nani ndani ya hiyo nyumba? Kocha wangu yule. Kwa hiyo ukaona makocha wote duniani mpaka uende kwake? Na wewe ukaona wanaume wote duniani mpaka umpeleke binti yako kwake? Kudadeki, binti kampa kubwa na yeye. Okay, baadaye binti anakula zake music. Hey, wewe kwa nini umechukua hii kanda ya kocha wako? Hii nyimbo mama alikuwa anapenda kuisikiliza. Halafu hivi kwa nini unamwogopa sana mmeo? Huku jamaa anatafuta kanda yake aioni. Hey, wewe ni nani kakutuma uchukue kanda yangu? Halafu nilishakwambia vitu vyangu ninavyovipenda usiviguse. Lakini alichukua. Lakini nini? Unataka umsingizie mtoto kisa umpende humu ndani, si ndio? Sikia, unaweza kuingia chumbani kwangu, ila kama hutokuja kuingia kwenye moyo wangu. Mimi ndo niliochukua kweli. Kwa nini unamsema yeye? Jamaa akajisikia aibu, huyo akaondoka. Slavan, nisamee, amekugombeza kwa sababu ya makosa yangu. Binti akamwambia usijali. Kesho yake mtaani wadau na mdiskasi mtoto aliokuja kukaa kwa kina Pulna. Wamesikia ni mtoto wa Anshu bana. Hey, we mtoto, njoo hapa. Binti akaenda pale. Sasa akawa anamtania kuhusu mama yake. Binti aelewa anachoongea. Hoi Pulna, wanamzingua dogo kule. Binti anashangaa, hawa vipi? Mbona kama unamjua mama yangu vizuri? Saa ngapi kichaa sitokee? God damn it. Alianza kutembeza makofi na kipigo pale. Muone achekelei maovu kama kawaida, mzee wa utata. Masela mbio akaacha ndala. Meera sasa akawa na mashaka, akamuuliza, je, unamjua mama yangu? Tutaongea tukifika nyumbani. Niambie, unamjua mama yangu? Vipi, ushakuwa na mahusiano naye au naye ulikuwa unamfanya kama unavyomfanya mkeo nyumbani? Mnyamasa. Jamaa kamaindi akaondoka kwa hasira. Dogo anataka kujua ukweli bana. Besti yake na mwamba ikabidi amchukue na kumweleza ukweli wote asiojua, kila kitu kilichojili kabla yeye hajaja duniani na mpaka sasa hivi. Kisha huyo akasepa zake. Meera alijisikia uchungu sana baada ya kutambua ukweli, akaamua kumfuata mwamba na kumwomba msamaha. Mchizi akuwa na noma kama kawaida yake, sio mwongeaji sana siku hizi. Kwa nini unakataa ofa hii wewe? Mshahara wako utakuwa mara 2. Hapana bosi, asante sana kwa promotion hiyo, lakini siwezi nikaenda kufanya kazi mji mwingine mbali na familia yangu. Meera, inabidi tuongeze ratiba ya mazoezi. Wiki ijayo inabidi urudi tena kwenye mchujo kule kwenye akademi yako. Hapana, sitaki tena kurudi kwenye ile akademi. Nataka nicheze kwenye timu yako uliocheza wewe zamani. Mwacha basi, kule ndio pazuri, utapata nafasi ya kucheza timu ya taifa. Binti anakataa, hataki. Oho, jamaa anaona mtihani huu. Vipi tena?
dogo hataki kuondoka, anataka acheze timu yetu ya zamani, na unajua sharti ya kucheza timu yetu lazima uwe na mzazi anayefanya kazi pale. Kumbe hiyo ndio shida. Okay, mimi nina idea. Ikabidi arudi nyumbani na kuwasilisha kuwa jamaa anataka kumwadapti Meela kisheria awe mtoto wake, kwa vile mke wake anafanya kazi katika shirika ambalo linamiliki timu hiyo. Mzee analeta utata, akubali atamfanya binti ajisikie vibaya, ila kwa upande wa binti akakubali, hana shida. Akapigiwa simu na babu yake kuambiwa binti kagoma kurudi bana, anataka achezee huku, so kaamua muadapti awe mtoto wake. Babu hakuwa na shida, alikubali na alimshukuru sana Slavan kumruhusu mjukuu wake kwenye familia yao. Ni kama fadhila tu analipa kwa pulna. Uzuri mtoto sasa hivi anajua kila kitu kilichoendelea. Imefika zamu ya mtoto sasa. Je, unakubali hawa wazazi wako kuanzia sasa? Yaani waite baba na mama. Aisee, hapana, sikubali. Meera, tunafanya hivi kwa ajili yako. Timu unayotaka kuchezea lazima mimi niwe mzazi wako ili wewe upate nafasi pale. Sawa, nitakubali kwa sharti moja. Inabidi wewe na mmeo muishi kama mke na mume halisi. Oho, huu ni mtihani mwingine sasa. Shida sio kwa Slava, shida ipo kwa jamaa. Ataweza? Usiku Meela akamfukuza Slava kalale na mmewe chumba kimoja huko, sababu walikuwa nalala vyumba tofauti. Kwa mara ya kwanza sasa wamelala kwenye kitanda kimoja. Jamaa hataki shobo, hataki kuguswa kabisa. Asubuhi na mapema mzee naye kuanzia sasa hataki pikipiki yake kuguswa, atumie hiyo alonunuliwa na mkewe ambaye hajawahi kuigusa kabisa jamaa. Mchizi kaanza kupatikana sasa. Mrembo na mtoto nabaki kufurahi tu, yaani mpaka abadilike, ila mwamba sura dudubaya cheki na yoyote. Basi binti akapata nafasi ya kujiunga na timu ya shirika la reli ambayo jamaa aliichezaga hapo, kwa vile baba yake alikuwa akifanya kazi hapo, na leo Meera anacheza ni kwa sababu mama yake wa sasa Salva anafanya kazi ya ndani ya shirika hilo, na hiyo ndio sababu akamuadapti. Mtoto yeye aongei sana, akija yeye yake ni macho tu, wanajiweka sawa wenyewe, hivyo ndivyo anataka. Aisee, mtoto sasa ndo anatumia nguvu kubwa kuunganisha wapendane bana. Msela ache ugumu, aliyempenda kashakufa, ila bado jamaa alikuwa mgumu kama chuma cha kutu, lakini taratibu walianza kulegeza. Baba wa binti naye anaona acha basi, mambo si ndo haya. Meela amefanya bana, at least familia siku hizi tabasamu linatawala. Siku hiyo jamaa akiwa na rafiki yake katika pitapita, oi, nishushe niingie humo ndani mara moja. Bado hujapasahau tu, hebu achana napo tuondoke bana. We tangulia, mimi kuna kitu naenda kuweka sawa. Mara kidogo rafiki yake anapigiwa simu na Salva. Upo na rafiki yako hapo? Mbona anampigia simu apokei, aje kunichukua kazini? Shemu, we rudi tu mwenyewe leo. Yaani huyu jamaa hajabadilika kabisa na hawezi kubadilika. Ameenda kwenye ile hoteli kwenye chumba kile tena. Binti alijisikia vibaya kweli bwana. Mwamba aliingia kwenye kile chumba cha hema la mwisho kumuona Anshu. Lengo lake leo ni kuja kukiaga kwa mara ya mwisho, hata kuja tena. Move on. Anafikiria jinsi mkeo anavyompenda. Kwa nini na yeye sasa sifungue moyo wake kwake ampende? Furaha itimie ndani ya familia. Mchizi alirudi zake kwa furaha sana. Samani, sijaja kukuchukua leo kazini, kuna jambo kidogo nilienda kumalizia. Binti akasema haina shida, ila usoni anaonekana hana furaha kabisa. Unajua siku hizi tulizozoeana kuwa karibu sana, kilichotokea kati yetu? Nothing, hakuna kilichotokea. Tumefanya hivi kwa ajili ya Meela, si ndio ulitaka useme hivyo? Mimi najua unipendi, vyote hivi ulikuwa unaniigizia tu. Mwamba alitaka aseme vingine, anakutana na mengine, ikabidi akae kimya tu. Binti huyo akaondoka zake. Aisee, Mwamba akaona nimemuumiza sana binti yani. Kesho yake binti kakubali ofa ya kazini kwenda kufanya kazi mji mwingine. Mama yake analalamika sana, kwa nini amekubali? Jamaa naye anamuuliza, uko sure kweli unaondoka? Ndio, vitu vyote ulivyovihitaji unavyo, mbona unanitaka na mimi tena? Huku napo binti Meela naye analia, kwa nini anaondoka? Si afanye kazi hapa tu, sasa yeye atakaa na nani? Usijali, siende kukaa milele kule, nitarudi sawa. Basi akambembeleza tu pale. Okay, jamaa ikabidi amsindikize mpaka kituo cha treni. Una uhakika hujasahau kitu chochote? Hapana, nilisikia mara ya kwanza ulikataa ofa. Kwa nini sasa hivi umekubali? Unaenda kukaa mbali na mimi au ndo unaondoka kabisa kwenye maisha yangu? Nijibu Salva, kwa nini siku zote ulikuwa unanivumilia? Leo unaondoka, niambie lipi kubwa nimelifanya? Binti anataka kuondoka, jamaa akamshika mkono. Niambie kwa nini unaniacha eti? Sababu nimechoka kuvumilia kuigiza. Nimekupenda zaidi ya nilivyojipenda mimi mwenyewe, ila ukuwahi kunipenda hata tone. Yote nilikuwa naona sawa tu, ila hivi karibuni ulivyokuja kuwa unaniigizia kuwa unanipenda wakati unipendi, hapo ndipo liponiuma zaidi. Binti anaongea kwa machungu huku analia. Salva, sikuwa naigiza mimi, ni kweli kabisa, moyo wangu ulianza kufunguka kwako, na nimegundua sio sasa tu, ni muda tu nilianza kukupenda. Moyo wangu ulifunguka, ila akili yangu iligoma. Hivi unafikiri mimi ni mtu gani nisioona yote alionifanyia kwa ajili yangu? Imenichukua muda mrefu kumsahau mtu nilompenda, imenichukua muda mrefu kumsahau mtu niliyempenda, lakini wewe kuchukua hata dakika moja kumkubali mtoto wake. Nisamehe sana mke wangu, wewe ndio ulionipa sababu ya kuishi. Bila wewe sidhani kama hata ningekuwa hai mpaka sasa. Umeniokoa mno. Licha ya yote haya, bado uliendelea kunitetea na kunipenda. Niambie sasa, ni sababu gani zinizuie mimi kuto kukupenda wewe? Ni kweli leo unaniacha?
labda kifo kitutenganishe. Aisee, ebana, hatimaye leo mioyo imekubaliana bana. Binti subira yake imevuta heri. Baada ya uvumilivu wa kipindi kirefu, Mwamba kamkubali sasa kama mkewe. Wafungua ukurasa mpya pamoja na mtoto wao Meera. Na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa wa filamu inayoitwa Majili, iliyoletwa kwako kwa lugha rahisi na nyepesi ya Kiswahili na msimuliaji wako hapa Chandi Dola Ghost Hard Vocal. Ukipenda unaweza niita Chandi Kapoor. Shout out kwa Budo Maestro, Skuma Boy, Smoka Chuma kutoka Steel Gang 661. Ebana, usisahau kulike, share, weka komenti yako hapa chini. Pia usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama kengele kujiunga ndani ya familia ya EY Movie na uwe wa kwanza kupata recap zetu. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.